Audio Jungle. Kilimo Biz ndio fomu. Is all about pawpaw farming. This tree that you are seeing behind me is carrying more than 100 fruits. If you want, we will count together. And so many people asked a lot of questions on the step-by-step on how to grow pawpaw, on the variety that does well and in which area, on the spacing, on the agronomic practices. Kuntu kabisa msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha dawati la kilimo hapa 103.9 Must FM. Mie ni Clarence Majani. Leo tunaangazia ukulima wa paipai. Ni kilimo cha papaya, mara nyingi huitwa pawpaw. Ni zao la matunda lenye thamani kubwa sokoni. Linaweza kulimwa kwa mashamba madogo na hata makubwa. Na matarajio yake pia ni mazuri kwa wakulima kutokana na mahitaji ya ndani na hata kuuzwa nje. Leo ninaye mtaalamu wa kutusaidia kudadavua swala hili. Yes, I am Maria Ndoro na mimi ni mkulima wa pawpaw na nimefanya kwa muda ambao ni mwingi kama miaka 10, na biashara yenyewe ni nzuri na ina mapato, ina good returns ukifanya vizuri. Kwanza unahitajika kuwa na maji ambao ni maji ambao si ya kuisha, kwa sababu pawpaw zinataka maji after every 1 week or after every 10 days. Mti ambao uko nyuma yangu, this variety inaitwa Vegas F1, na nimepanda 2 varieties, Vegas and Marikia F1, lakini ambao mnaiona ni Vegas ambayo imefanya vizuri. Iko na mwaka sasa na mwezi moja, that is those are 13 months, na nimevuna mara 4. Matunda yenyewe inaweka kutoka 95 to 120 per season. Mnavyoona yale matunda makubwa, hiyo ndio first season, na yale ambayo yako juu inaanza kujitokeza, hiyo ndio second season. Kwa hivyo hiyo inamaanisha kwamba vile nilianza kuvuna na nikiangalia vizuri, hakuna wiki ambayo nitaskip bila kuuza matunda yake. Sasa hivi tunauza na 40 shillings, kwa hivyo per kg. Na unaona kama iko na 120, one fruits inakupeange 1.2 kilogram. Kwa hivyo you can imagine or you can make your mathematics 120 times 1.2 or 1.5 per fruits. Sasa unaweza kujua ya kwamba how much money you can make for a season. Kwa hivyo ukifanya vizuri na uiangalie magonjwa, uipe maji, itakupatia 120. If you put it like 1.5 times 40 times 120, you can see how much money you can make with one plant per season. So that one will depend uko na miti ngapi kwa shamba yako kulingana na uwezo wako. Yes. Spacing ya ya pawpaw ni 2 by 2 meters. 2 by 2 meters. Lakini tunaongeza 1 meter because tuweze kuweka a meter of passing through wakati unafanya kazi yao kama spraying. Inataka let's say 3 by 2. Lakini shimo yenyewe nayo kuchimba chini, it is 2 feet by 2 feet. Sasa unastahili kuweka a bucket of 20 kilos of farmyard manure. Alafu unachanganya na the topsoil, so unafunika, shimo na unabakisha tu about 6 inches, usifunike yote, and then ukiwa na your seedlings then you can transplant from there. Seedling mimi na source kutoka kwa the vendors ambao ni kampuni ambao kama
usually nina deal sana na nina Marikia F1. Marikia F1 ni kampuni inaitwa Africia na wako pale Babandongo, Nairobi. So wana package from 1 gram to 5 gram mwisho. 1 gram is 1800, having 70 seeds, na 5 grams wanaweka 450 seeds. Kwa hivyo 5 grams sasa hivi ina end up to 7500. Ukishanunua hizo unakuja unanunua yale makaratasi ambao ni planting bag size 70, alafu sasa unaziweka mchanga vizuri ambao umechungwa pamoja na bolea farm manure, then unafanya nini, unaweka mbegu zako pale, alafu una water your bag. Inachukua about 15 to 21 days kugerminate, proper germination nachukua 15 days to 21 days, and then from there inaenda 1.5 months, then unapeleka shambani to where you have dug the holes. Kuna watu ambao unaweza kununua seeds na upeleke kwa watu ambao wanafanya hiyo propagation. Nowadays kuna watu ambao wanafanya hiyo kazi, maybe from your area you know one, unampelekea, lakini one seed wanalipisha 30 shillings kufanya hiyo propagation, alafu unaichukua after they are now ready to be transplanted. Then kama sio hivyo, unaweza ukanunua seed from a nursery, maybe sio nyingi sana, lakini kuna watu ambao wanadeal na hizo F1, na bei yao kwa seedlings ni 100 bob, 100 shillings, yes, per seedlings, ambao is already now germinated na iko sawa kwa transplant. Before you incorporate fertilizers, what you do, una transplant first. After 10 days from the date of transplanting, unaweza sasa ukaanza kuweka incorporate the fertilizer ya beso ya kuweka juu, ama kuna ile ya kufunika na mchanga like DAP, kwa sababu iko na phosphorus. Sasa hiyo itafanya mmea upate kutoa mizizi haraka. Unaweza kuwa uko na you have overhead irrigation or drip irrigation, but the best one is drip irrigation. Hiyo ndio itakupatia kazi mzuri. So for a matter of the interval of irrigation should be every 7 days. Kama uko na maji ya kutosha, that one will give you a good result kwa mimea yako. So after transplanting lazima ufuatize na madawa. Kuna madawa ya cutworms, hiyo ukienda kwa Agrovet utawauliza wale watu ambao because I believe every Agrovet iko na agronomist ambaye anasimamia, wako na what we call information. Kama sasa unataka dawa ya cutworm, watakupatia dawa ya cutworm ili ukuje usplay, zikiwa ndogo zifanywe kukatwa na wadudu. Then from there after 10 days unaweza kuanza your first spray. Hiyo now ina consist of fungicide and insecticide and some foliar feed za kuboost mmea. So that one will be itakuwa 7 days as a normal routine. Inakuwa 7 days interval, na uendelee hivyo mpaka mimea yako ifikie kiwango ya kutoa maua, na uendelee hivyo mpaka wakati wa kuvuna, because ukiweka interval ya 14 days, hiyo itakuwa twice a month, hiyo itakuletea magonjwa mengi sana. So utakuwa the threshold ya magonjwa itakuwa juu. Hivyo inatakikana weekly and make sure that it is weekly, na hakuna njia nyingine ili upate ku minimize the cost of chemicals. Sababu the more utakaliza kupiga dawa, ndivyo sasa threshold ya magonjwa na wadudu itakuwa kwa wingi na itakuwa juu. Kwa hivyo utakuwa unatumia madawa mingi sana. Ndio. Pia weeding unaifanya, inataka proper weeding kwa sababu ya minerals and whatever competition, kwa sababu ya weed. So the shamba should be clean always, ili uweze kupata mmea mzuri na ambao unatoa matunda mazuri na matunda mengi. Wale popples zinataka joto. Kwa hivyo sinapenda viwango za joto ambazo ni za juu, bora tu uwe na maji. Lakini hazitaki frost, hazitaki baridi, na hazitaki ile mvua ya baridi ile. Kwa hivyo areas kama huko mahali kuna what we call kuna frost, yani barafu, hazitafanya vizuri na hazitaendelea kumea. Zitamea lakini hazitafanya vizuri. Kwa hivyo zinatakikana mahali ambapo kuna joto na kuna maji, kwa sababu pia zinakuwa vizuri na pia zinapata sukari ya kutosha. Upande wa baridi zinakuwa zinalefuka
lakini hazikui sawa sawa, zinapatwa na magonjwa na pia zinadhoofika kwa sababu ya baridi. Nimesaidia watu wengi kwa sababu niko na watu wengi sana wanunua na matunda haya, the pawpaws, uwezi ukafanya kutoza ni soko yake hata kama uko wapi. Kuna watu wanafanyia Mutitu one day, kuna wengine wanafanyia Tharaka Nithi, wengine wanafanyia Maua, na wengine wanafanyia niliona wengine wanafanyia hata huko Taru karibu on the way to Mombasa, mbele ya Maungu, na zinachukuriwa huko. Bora tu uwe na quantity ambao inaweza kupeleka gari huko, na from 700 to and above, 1 ton, 2 tons, 3 tons zinanunuliwa tu, yeah. Na pesa ni hapo kwa hapo, hakuna kuambiwa kesho, hapana. Ukipima tu kilo zako unalipo hapo hapo, unaachana. Sasa hii tunauza na 40 bob, na unaona sasa kama ni unaweza kuwa unafanya 2 tons per harvest, that is 80,000 every week, and you can do that calculation. Kama unaweza kufanya hivyo, is a very good job. Hii kazi ya popo nimefanya kama miaka 10, na katika hiyo miaka 10 nimekuwa na crop 2 ambazo zimeenda 5. Sasa hii niko nayo hapa ni ya 3, na in the process nimekutana na wakulima wenzangu wengi, nimewasaidia upande wa husbandry, na pia kwa market nimewatafutia, na wengi hatujawahi onana na wao kwa macho, wanga tunaongea na simu. Vile vile I'm an expert wa drip irrigation. Mimi huwa na install, kama uko na hiyo haja inaweza tukasaidiana na nikakuwekea the irrigation you need ambao unataka. Alafu pia katika mambo ya popo kwa sababu ile experience niko nayo, naweza tukasaidiana kwa sababu popo is susceptible to diseases. Kwa hivyo kunafika wakati mwingine ukichelewa na maybe unatumia watu ambao sio experienced, uanga wanaenda mahali kwamba kidogo unakuta kwamba something happen na shamba imekaa vibaya. Kwa hivyo wakati kama huo unaweza ukaniita na tukasaidiana na ukatoka kwenye hiyo hali. Basi kwa hizo services zinafanyanga kama ni farm visit, 1 day is 3,500, na hiyo inategemea ni wapi, kwa sababu that one not, the fare is not included. Kwa hivyo kama kutakuwa na fare, so we will add up the fare plus those that 500, then itakuwa namna hiyo. Kwa hivyo tutasaidiana. Ndio drip irrigation paleka hiyo sasa hiyo ni mpaka nikuje nipime nikupatie requirements zote, alafu ni wapi na nini itafanyika, then we do the cost together, alafu sasa tufikie the final analysis ndio ujue ni bei ni kiasi gani. Very well, my number is 0742 798 465. Sasa ninasema kwamba wale ambao wanataka kuingia kwa hii investment ya pawpaws wasiwe na wasiwasi, ni kama biashara zingine zozote zile, na mtu akifanya vizuri ina good return. Ndio. Shukran kwa kusikiliza. Haya yamekuwa makala ya Kilimo Biz Ndio Form. Tukutane tena wiki ijayo wakati kama huu, ambapo tutakuwa tunazamia mengi zaidi. Mie ni Clarence Majani. Mpaka wakati huo, nakutakia wakati mwema.